Kama umemchoka tuachie sisi, ule mpaka mifupa, sisi ndo mafisi. Yaani wewe unaondoka unamwacha mumeo ndani tena unaacha na mlango wazi. Hivi kungu wako hasa nani? Yaani unamwacha kijana mtamu kama hivyo afu unaacha mlango wazi wakati unajua kabisa sisi mafisi tupo kwa ajili yao. Kweli unajielewa? Dada, usiwe na jazba. Ndio umetoka hospitali muda sio mrefu. Mbona unataka kuamsha mengine dadangu? Haya twende ndani. Mdogo. Yaani katika siku ambayo nimeenjoy basi ni leo. Bwana, katika siku ambayo nimepata vile vitu ambavyo nilikuwa navitaka mimi ni leo. Bwana, huyu mtoto anajua balaa. Sijawahi pona. Sasa basi nikisikia mambo yangu yale yamejaa natinga hapa. I see. Ndani ya nyumba niliyoifikiri ni ya upendo, lakini sikujua kilicho ningoja ndani ya mlango. Nikaanza kuamka mapema, kazi nzito kila siku. Nimekuwa kama mjagazi. Haya mambo ndo nilikuwa nataka. Yaani hizi sifa nilizosifiwa ndo nilizokuwa nazitaka. Haya, nenda kajikoshe. Kuna mteja mwingine anakuja. Umenielewa? Hebu nani hangalia? Wewe koma wewe. Ina maana hujanielewa nilichokuelekeza? Nenda kajikoshe haraka sana, kuna mteja mwingine anakuja. Fanya haraka. Nimepitia moto, nimepitia maumivu, lakini moyo wangu bado unashikilia maisha. Ninaumia, lakini ninasonga mbele. Kila machozi yangu yana nguvu ya kesho. Dada, Najua kuna siku haya ndo maisha mnayo. nitapata amani. Sina jinsi mdogo wangu. Haya ndo maisha ambayo naishi. Mume wangu ndo alikuwa kila kitu katika maisha yangu, lakini toka amepata ajali kama unavyomuona hivyo, ni wakulala tu na mimi sina chochote ambacho nakitegemea zaidi yake. Usijali dadangu, mimi nitakusaidia hata upate kazi ili uweze kumsaidia mumeo. Kazi? Natamani kweli nifanye kazi, lakini naweza kufanya kazi aliyakuwa mtu mwenyewe mpaka mwanzo. Sina kumwachia, ndio maana naona tu bora nibaki nyumbani. Kwani nilipoenda hospitali nimeambiwa matibabu ni kiasi gani? Daktari aliniambia ni 600,000. Lakini kama unavyoniona sina hata mia nyekundu. Na 600,000 tu.
Usijali dada. Wewe jiandaeni, kesho twende hospitali. Asante. Asante sana. Ngoja mimi niwaache. Akiamka shemeji msalimie. Oya soko, nyonge mwanangu. Ndio wapo. Bwana leo angalia mtambo huu hapo mwanangu. Angalia wenyewe ujue huyu. Kwenda huko. Oya unyama ili hapo. Sasa sikiliza ujue. Sasa mimi ninachoniumiza kichwa mwanangu kitu kimoja ujue. Yule bwana tumemletea mazingira usela tumemkaba tumemletea ile. Sasa mbona hajapiga kelele? Yote tumemletea mazingira usela wote tumemkaba kweli hivi. Lakini mbona hajapiga kelele ya nyanke yani kimya kabisa. Nimebali kapilizana kwa mazingira uoga lazima upilizane. Kama pepe si tungemuumiza pale mwanangu. Au sio mwanangu? Angeumia. Mwanangu niko na huu vipi mazingira Kenya msisi. Hilo uoga tu Mungu. Baridi sema chungu tamu ujue. Amini. Cha kufanya kitu kimoja ili tuendelee na mchango mwingine. Hii begi lichukue peleke mtani kwako. Au sio? Na mazingira yote. Fresh mwanangu. Au sio? Unaonaje mtani tunaingia wote? Mtani? Baridi ile chungu tamu bwana kutondoke kama vipi? Asante sana kwa huduma yako. Bila shaka nimepata kitu kizuri, kitamu, nilienjoy. Na ulihitaji kiasi gani kwa huduma ulinipatia? Wewe zungumza, Zungumza kiasi gani unahitaji, basi nitalipa. Kwa kuwa umeamua kuwa kimya, ngoja nikukadirie ili next time nisije nikakosa utamu. Okay. Ndarau pesa. The choice is yours. Asante kwa huduma.
Naona leo mmeamua kunipokea vizuri sana. Nashukuru pia, asanteni. Kabla ya yote, na shida na vitu vyangu nilivyovichukua. Ai. Wa mwanangu ujue sister ujue yaani sister siku hizi nimekuwa bwana. Mimi na ujue damdamu ujue. Yaani vitabu mimi na wewe damdamu. Mwanangu Kabla ya yote, kazi yenu nimeipenda. Maana kazi yenu inawafanya mwai kufa haraka. Hata hivyo na bonge la bili. Ukilifanya hilo napata pesa nyingi. Sikilize sister, yaani kuhusu vitu vyako vyote utafanyaje? Utapata vitu vyote vipo kwa mwanangu. Kwa uhakika yaani kila kitu. Sikiliza mwanangu. Siku zote wanasema huruma sio malezi, au sio? Wewe unaona wapi kitu kienda kwa mganga kinarudi mwanangu? Wewe mwenyewe unajua fika tulivyomenyeka sasa. Tushanusulika sana kukamatwa na wazee. Tushakimbizwa sana, tushapata ghadhabu sana. Alafu mimi nilishe mazingira kijinga kiboya kama hivyo mwanangu Vipi? Kausha mwanangu sisteri bwana, mbona kama hivyo nikwambia mimi naenda malizana bwana. Sasa hilo ndo la muhimu. Sikilizeni hapo na hapadili, muda sio mwingi. Wewe, naomba unisikilize kwa makini, sawa? Yaani iwezekani katika kundi nijiunge tu jana kwa mkia leo afu ulete habari za mapenzi. Hivyo umeona mimi nimepata mapenzi hivyo leo? Sasa Nora subutu mimi kunipiga mimi kofi. Yaani hilo dogo. Tuna ukizidi kuendelea nitakupiga zaidi hayo. Yaani unikome. Hivyo unajua maana kunikoma wewe? Habari za mapenzi sitaki kusikia. Sijafuata mapenzi pale. Nadhani utakuwa umenielewa, sawa Ukirudia tena, yaani hiyo trailer, movie kamili bado, utaenjoy. Yaani tena, ukaa ukijua, mimi sijafuata mapenzi. Nimefuata umbea. Yaani napenda ile mambo ya kuchangamka. Yaani mambo ya mapenzi sio nini, ndani yao unaona mambo ya kuchanganya ni kitu. Upo. Kwa mimi umbea sio nini, ndani ya mambo ya kuchangamka ndio vitu vyangu. Kwa kama na mimi, habari za mapenzi sitaki. Mashoga zangu, bora hata nimewakuta jamani. Yaani na fulani nilivyokuta baba, yaani kilichonikuta huko leo. Shakira leo anataka kunitoa mimi uwale wangu. Anataka kunipeleka hela madukani, yaani kanikaba na kwa mimi kanikaba anataka kuniua. Yaani mimi bwana hata nilivyokuta hapa, tunyanyuke sasa hivi twende tukamfanyie varangati kwa nyumbani kwake mpaka ajute. Pole ndugu wangu, kwanza nikupe pole kabla yote. Haiwezekani, yaani wewe upigwe sisi tukae hivi tukuangalie. Yaani lazima twende tukakiwasha huko. Sio kirahisi. Sasa hapo tunatakiwa tumpate Lavu. Unataka kuchanganya mada hapa. Yaani mpaka tuende kwa kina Lavu, mpaka turudi, mpaka uko Shakila tutamkuta. Yaani mimi ningekuwa nishatolewa uhai kule huyo nani? Huyo Rose angenisaidia mimi kitu gani? Sikiza nikwambie. Hapa cha muhimu. Kwanza leo Juma ngapi? Jumatatu. Sasa Jumatatu mimi inabidi niende kwenye vikoba. Hapa inabidi kwanza niende kwenye vikoba. Ile jambo nataka kesho twende tukalifanya asubuhi na mapema. Ule mtaa nataka tukauwashe uwake asubuhi. Pono unaje tukienda kwanza vikoba utaenda. Yaani tunavuzidi kuchelewa hivi. Yaani damu inapoa. Yaani maana hapa damu ishachangamka yani. Akili shaanza ngumi. Unavyosema twende uende kwenye vikoba ndo tuende huko. Kile nikwambie kesho ndo pazuri. Sisi hapo tunataka tujiandae ili kesho tukienda pale kwa vita. Yaani ndio hivyo, itabidi tu hapa kesho twende huko mapema tu. Yaani nikipiga simu yangu moja tu naomba mashoga zangu mjiandae, mwenye pensi atinge, mwenye suruali atinge. Yaani yule nataka tumkomeshe. Haiwezekani mimi nikabe mpaka shingo tena naona uchungu. Kutoka nani kwenye vikoba. Na wewe tujamalizana na wewe.
na kitunguu kimoja, viazi viwili. Sasa nifanyaje? Nikaange chipsi. Sasa chipsi mafuta natoa wapi? Moyo wangu umejaa maswali, njia ndefu mbele yangu. Mbona umerudi shule mapema? Mama, nimefuza shule. Lakini bado kimya kimya. Mama, wengine ni baba hajalipa hela ada. Hawajui majeraha moyoni. Itakuwa hivyo baba. Unajua baba ana mambo mengi mwanangu. Atakuwa amejisahau. Ila kesho ataenda kulipia, utaenda tena shule. Sawa mwanangu? Sawa mama. Basi tutacheka kidogo. Napenda mwanangu. Leo ni giza, kesho mwanga huja. Usikate tamaa, endelea kupambana. Kimya cha usiku kinanizungumza, machozi yananitoka kimya kimya. Mikono yako ndiyo nyumba yangu, lakini njaa inanifanya niogope kesho. Nichague penzi au nichague pesa? Moyo unasema wewe, dunia inasema mali, lakini macho yako yananikumbusha hakuna utajiri unaozidi. Mume wako kashika pesa matibabu. Kwa hiyo anatakiwa uende kufanya kazi. Mbona umekuwa ghafla hivi? Ndio kwanza tunarudi hospitali. Ungenipata siku 2-3 ili niweze kumuuguza kwanza. Umeona hiyo pesa niliyokupa? Sijakupa, nimekukopesha. Kwa natakiwa ufanye kazi ili unirejeshie ile pesa. Na ile pesa haiwezi kurudi kwa kuuza maandazi. Kwa nataka nikupe kazi ambayo ina mshahara ambao unaeleweka, ili uwe kunirejeshia pesa yangu. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo nakuacha ndani ya siku 2 hizi ili uweze kujiandaa. Nitakuja kukuchukua. Leo ni machozi, kesho itakuwa furaha. Nichague penzi au nichague pesa? Moyo unasema wewe, dunia inasema mali, lakini macho yako yananikumbusha hakuna utajiri